La pili, hali yake ya afya inaendelea vizuri, lakini tumekubaliana kwamba pamoja na kuwa anasema hali yake kwa sasa inaendelea vizuri, kwa sababu ya yale mananasi na yale matunda mengine, akitoka nje tutahakikisha anapelekwa haraka hospitali kupima kuthibitisha iwapo alipewa sumu au la akiwa gerezani. La tatu, Mwenyekiti Lissu amefungua maombi ya ushauri mahakamani kwenye ile kesi iliyofunguliwa na wale wasaliti ambao awali walizuia shughuli za chama. Sasa zuio liliondoka, lakini kesi yao bado inaendelea. Wakati ule Mwenyekiti Lissu aliomba kuongezwa kama Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema, wakakataa. Sasa ameomba kuunganishwa kama mwenyekiti wa Chadema, na kesho tarehe 25 tunatarajia kwamba ataletwa mahakamani kwa ajili ya kwenda pamoja na mambo mengine kusikiliza maombi yake ya kuunganishwa kwenye kesi ile ya mali za chama. 4, juu ya kesi yake ya uhaini ambayo toka tarehe 24 mwezi wa pili ilikuwa haijapangiwa tarehe ya kuendelea kusikilizwa. Sasa kesi hiyo imepangiwa kuendelea katika mahakama ya rufaa tarehe 11 mwezi Juni mwaka huu. Mapambano yanaendelea mahakamani. Sasa rai yangu kwa Jaji Mkuu, bila kuingilia uhuru wa mahakama, pamoja na kuwa kesi imepangiwa tarehe mahakama ya rufaa 11 mwezi Juni, lakini wakifanya maamuzi pale mahakama ya rufaa juu ya maombi ya serikali baada ya serikali kushindwa kwenye mahakama kuu, maamuzi yale ya mahakama ya rufaa yatapelekea kesi ile pengine kurejeshwa kuendelea mahakama kuu. Kwa hiyo itategemea tena ratiba ya kusikilizwa ya mahakama kuu. Sisi tunasema kwa sababu uhaini ndio kosa la juu zaidi katika Jamhuri ya Muungano, na Mwenyekiti Lissu ameshakaa muda mrefu gerezani, pamoja na kupanga ratiba ya mahakama ya rufaa, mahakama ijiandae vile vile mahakama kuu kesi ikishushwa isikilizwe kwa haraka, haki itendeke kwa haraka, kwa sababu sisi tunaamini Lissu sio mhaini. Tayari kwenye mahakama kuu mmeshaona ushahidi wa serikali ukipigwa chini ukiwa hauna msingi, hili jambo liishe mahakamani. Lakini pamoja na hii njia ya mahakama ambayo inasubiria mpaka ratiba za mahakama, kusikilizwa mahakamani, uamuzi wa mahakama bila kuingilia uhuru wa mahakama, kuna njia nyepesi sana. Yaani hiyo hata wakitaka kesho kesi iondoke, inaondoka. Nayo ni DPP kupeleka hati mahakamani, inaitwa nolle prosequi, hati ya kutokuwa na nia ya kuendelea na kesi. Hati kama hiyo ilitumika, mtakumbuka mwaka 2021 aliyekuwa mwenyekiti wetu Mo alibambikiwa kesi ya ugaidi na Samia, akakaa miezi kadhaa gerezani. Baadaye DPP akapeleka nolle prosequi, hati ya kutoendelea na kesi ikafutwa kwa njia ya haraka sana, kwa sababu ishaonekana hii kesi haina maslahi ya taifa, hii kesi haina msingi wowote, Lissu sio mhaini. Njia ya haraka ni DPP, futa kesi ya Lissu. Pili, nawaletea salamu za makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche, yuko nje ya nchi, tumemtuma kwa jukumu maalum. Vita hii tunapambana ndani ya Tanzania, tunapambana vile vile kimataifa. Bahati nzuri, kama ni timu ya mpira, sisi tuna kikosi kipana, tuna uwezo wa kupambana ndani, tuna uwezo wa kupambana nje mpaka kieleweke. Kwa hiyo mtamuona atarudi ndani ya hizi siku chache, mtamuona kwenye mikutano inayofuata. Lakini tulisema kwa namna yoyote, mmoja wetu akiwa na dharura, kusiwe na sababu ya ziara kusimama, kwa sababu tunataka tuzunguke nchi nzima, mkoa kwa mkoa, kuiamsha nchi
kwa ajili ya hatua zinazofuata. Ndugu zangu wa Dodoma, sasa huyu jamaa anasema kikosi kipana cha chama cha Simba, mwingine atasema cha Yanga, mwingine atasema cha Arsenal juzi kilionekana kipana kweli, na mwingine atasema kingine, lakini cha msingi hiki ni kikosi cha umma.